Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative, na nikukaribishe tena kwenye mafunzo ya Adobe Illustrator kwa wanaoanza, yani level ya beginners. Katika somo lililopita tulijifunza utangulizi wa programu yetu ya Adobe Illustrator, na leo tutajifunza sehemu muhimu ambayo unapaswa kuelewa ikiwa wewe ni beginner. Inaitwa interface ya Adobe Illustrator. Baada ya somo hili utaweza kufungua Illustrator yako na kuelewa kazi ya kila sehemu ambayo unaiona kwenye screen. Kwa nini ujifunze interface kwanza? Ikiwa wewe ni level ya beginner, yani unaanza, basi unatakiwa kuelewa interface kwanza. Na ndio maana watu wengi wanapofungua Illustrator kwa mara ya kwanza na kuona buttons nyingi, menus nyingi na panels nyingi, hapo ndipo wanapohisi kwamba hii ni software ngumu kujifunza. Lakini ukweli ni kwamba hatutotumia kila kitu kwa mara moja, na leo tutajifunza sehemu muhimu tu ambazo zinatumika kila siku. Ikiwa tayari mimi nishafungua Adobe Illustrator, basi na wewe unaweza kufungua Adobe Illustrator yako, na kwenye screen utaona kama hivyo. Utaona create new, home, open na new file ambazo zipo. Ikiwa ni mara ya kwanza, basi utaona hivyo, na ukiwa una toleo la nyuma zaidi, basi huwezi kuona sehemu kama hiyo na utaona screen tofauti. Bila kupoteza muda, fungua Illustrator yako. Ikiwa tayari mimi nishafungua Illustrator yangu, kama unavyoona kwenye screen, utaona create new, open, reset file na kila kitu. Hivi utavijua baadaye. Kozi hii nimeiandaa kwa ajili ya watu ambao hawajui kitu. Kwa hiyo nitaenda taratibu, usiogope kuenda taratibu kwa sababu ninafundisha watu ambao hawajui. Kwa hiyo baada kuona kwenye screen kuna vitu tofauti, tutaanza na ku create new document kwanza ili kuzielewa interface zetu. Nitakuja kwenye create new. Ikiwa una toleo la nyuma uioni hii, basi utakuja kwenye menu bar huku kwenye file, uta-click. Baada ya ku-click utakuja kwenye new. Kwa watu ambao wanatumia Windows, basi wanaweza wakabonyeza shortcut key ya Ctrl+N, na watu ambao wanatumia Mac, basi wanaweza wakabonyeza Command+N. Nikuache huko, utajua baadaye masomo ambayo yanakuja. Nitakuja kwenye create new, nita-click hapa. Baada ya ku-click itafunguka new document window. Unajiuliza kwa nini mbona hujatuelewesha zaidi na zaidi? Hapa ninakuonyesha interface kwanza. Baadaye tutakapoanza kutengeneza new document mpya, nitakueleza hatua kwa hatua. Baada ya kufunguka new document window, utaona, na hapa unaweza ukachagua size ya document yako. Usijali, utaona A4, utaona HDV au letter au web, itategemea. Sitaki nikusumbue kichwa chako, basi utakuja kwenye create. Baada ya ku create itafunguka new window kama unavyoiona hiyo hapo, imefunguka new window, na katikati kuna sehemu nyeupe. Hii sehemu ya katikati inaitwa artboard. Hapa ndipo utakapofanyia kazi zako za design. Fikiria tu kwamba artboard ni kama karatasi ya kuchorea, na kila kitu ambacho utatengeneza basi kitakuwa hapa kwenye artboard. Baada ya kujua artboard ni nini, tutakuja mkono wa kushoto na tutaona tool panel. Tools panel, hapa pana zana tofauti ambazo utatumia kuweza kutengeneza design yako, na baadhi ya tool ambazo tutazisoma ni selection tool, direct selection tool, pen tool, type tool na shape tool. Usijali, tutajifunza moja baada ya nyingine katika masomo yajayo. Leo nakufahamisha tu interface. Tukitoka kwenye tools panel, tutakuja kwenye control panel. Control panel kama unavyoiona hiyo hapo, hapa ni sehemu ambapo unaweza ukabadilisha baadhi ya setting mbalimbali. Kwa mfano, tunabadilisha size, position, colors, alignment kulingana na tools ambayo umetumia. Ukitumia tool panel hapa, kwa kawaida control panel itabadilika.
tutaona, usijali. Tukitoka kwenye control panel, tutakuja mkono wa kulia, sehemu hii inaitwa properties panel. Properties panel hii ni moja kati ya panel muhimu zaidi. Hapa unaweza kubadilisha rangi, vile vile unaweza ukabadilisha ukubwa na kuweka effect kwa line object na vitu tofauti tofauti ambavyo tutaviona wakati tunapofanya kazi zetu. Tukirudi juu kabisa huku, kama unavyoona hii sehemu inaitwa menu bar. Utaona file, edit, object type, select, effect, view, window, help. Kila sehemu hapa utajua umuhimu wake kila muda ambapo tunatengeneza project zetu. Kwa hiyo utajua kila kitu, yani elewa tu interface kwanza. Baada ya project utaelewa kila sehemu ina umuhimu gani, kila sehemu inatumika vipi. Kwa hiyo usijali, endelea kufuatilia masomo ambayo yanakuja. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba hii ni menu ambayo tool zote za Illustrator zipo, na usijali, usione nitazikariri zote. Hapana, huwezi kuzikariri kwa wakati mmoja, ila kila tu ambapo tunafanya project zetu basi utaelewa moja baada ya moja. Tukitoka kwenye menu bar, basi twende tukaangalie workspace. Katika Illustrator ziko workspace tofauti tofauti, tutazielewa mdogo baada mdogo. Mfano nataka kubadilisha workspace hii ambayo tunaiona hapa kwenye screen. Nitakuja kwenye window, alafu nitashuka chini, nitakuja kwenye workspace zangu hizi hapa ambazo tutakutana na automation. Kwa hiyo ukibadilisha hapa utaona jinsi ambavyo imebadilika. Ukija kwenye window tena, alafu uje workspace, alafu weke printing, utaona imebadilika workspace, umeona tofauti tofauti. Nikija kwenye window, alafu nitakuja workspace, nitaweka essentials. Kwenye essential hii kwa watu ambao wanaanza, basi hii ni bora kabisa. Kuna kitu ambacho kinaweza kikakutokezea wakati unabonyeza ni kuiondoa panel. Kwa mfano nikija kwenye properties nikiondoa hapa, nitakuja close. Baada ya kuiondoa properties imetoka, nitakuja kwenye window kuirejesha panel, yani kuifungua. Nitakuja kwenye window nitashuka chini. Kwenye panel zangu zipo tofauti tofauti. Kuna 3D and material, action, alignment, appearance, kuna artboard, asset, attribute, brush, color guide. Kwa hiyo zipo tofauti tofauti pale. Kwa hiyo nitakuja kuitafuta properties ni hii ambayo nimeondosha. Kwa hiyo nita click. Baada ya kuclick, property yetu imerudi. Kumbuka kwamba leo tumejifunza vitu tofauti ikiwemo artboard. Kitu cha kwanza tumejifunza ni artboard. Artboard hapa ni sehemu ambapo design zako zote zinakaa. Tukitoka hapo tukakuja kwenye tools panel. Kwenye tools panel hapa tumeona tools tofauti tofauti ambazo tutazitumia wakati wa kudesign. Hapo tukaangalia menu bar. Menu bar ni sehemu ambayo tools zetu zote zinapatikana, yani tools zetu zote za Illustrator zinapatikana hapa. Tukaangalia property ni kitu gani, na tukaona property hii ni sehemu ambapo tunaweza tukafanya changing ya object zetu, na tukafanya zikabadilika rangi na kila kitu. Baada hapo tukaangalia workspace. Workspace ni sehemu ambapo tunabadilisha muonekano wa sehemu yetu ya kazi. Vile vile tukaangalia control panel. Hii ni paneli ambayo unaweza ukatumia huku kwenye property, itategemea na wewe urahisi wako. Unaweza control panel ukaachana napo ukatumia properties panel. Hongera kwa kumaliza somo la pili. Sasa umeelewa sehemu muhimu za Illustrator na utaanza kujisikia huru zaidi ndani ya program. Kama umeelewa interface ya Illustrator, andika kwenye comment section, sasa naelewa Illustrator. Usisahau kulike video, kusubscribe channel na kuwasha notification on ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu mbalimbali. Mimi naitwa Yusuf Nahoda, tuonane katika somo la 3. Kwa heri.